Good evening and welcome to iNews. We live in a world where everyone has an opinion. Some have experience, some have confidence, and some can't tell the difference. Every day, headlines tell us what's happening. Social media tells us who's right. The comment section tells us absolutely everything. But somewhere between all that noise, the truth gets harder to hear. That's why every week we leave this studio, ask better questions, meet the people living the story, and follow the facts wherever they take us. No shouting, no clickbait, no pretending we already know the answers. Just curiosity, conversation, and the courage to ask one more question. Because sometimes the most interesting story isn't the headline. It's everything the headline left out. This is iNews. Let's begin with everyone's favorite millionaire, the Forex trader. Spend 5 minutes on Instagram and someone has already made $10,000 before breakfast, before brushing their teeth, and somehow before replying to your message. Amazing. Apparently, the international currency market only opens when influencers wake up. Here's the reality. Forex is the largest financial market in the world, with more than 7.5 trillion US dollars traded every single day. And that's a fact. Another fact, financial regulators around the world consistently warn that most retail traders lose money. So why do our timelines only show the winners? Where are the screenshots saying, "Today I lost my rent money"? Is Forex genuinely changing lives, or has social media become a better investment than Forex itself? Let's find out. Ninaposikia Forex, kitu cha kwanza kinacho click utapeli. Vijana fulani waongo, maisha fulani ya kuigiza kato, yani mtaani unataka kato, yani kato ni watu fulani waongo sana na brag sana yani. Uongo wao mwingi ni kutaka kuprove kwa watu kwamba inalipa. Sawa, fine ndugu yangu, inalipa, it's okay. Lakini nguvu unayoitumia kutuhakikishia sisi kwamba mchongo unalipa, hapo sasa ndio uongo unapokuwa mwingi. Uongo wanaofanya mara kwa mara kwamba ni watu wanataka waonekane wana magari makali. Tena usiombe ukutane na watoto wa Forex au vijana wa Forex ambao alifanikiwa kufanya biashara akapata mafanikio fulani, akapata hela, sawa? Afu baada ya kupata ile pesa akafanikiwa kusafiri nje ya nchi. Labda tuseme nchi yao ya kwanza inakuwa ni Dubai actually. Akaenda tu Dubai mamangu. Akishafika sasa Dubai, kitu cha kwanza umeshamuona labda kwenye swimming pool pale 5x6 hot spring nini, kavaa zake shades, simu juu. Maisha kama haya huwezi kutoboa, endelea kulala ndani, umeelewa? Kwa hiyo maisha mimi siwezi kuyakubali kiukweli. Huwa siamini chochote. Kuna watu wanaopiga hela unajua kabisa na progress unaziona, huyu mtu anafanya biashara, huyu itakuwa kweli. Lakini vijana shazi, game la nyoka wengi waongo sana. Personally kutokana kwamba nimekuwa figa kubwa sana kwenye hii space ya trading, ambacho kinatokea ni kwamba nikikutana tu na mtu anaanza kuniuliza Forex ni utapeli, Forex wewe unaonaje? Kwa hiyo personally waga sina kitu cha kumwambia mtu. Nikiona mtu amekuja kwa ile aim ya kwamba anataka ajifunze, ajue vitu vinafanyaje kazi, watu wakisema utapeli ni kwa nini, naweza kumuelezea. Lakini kwa aim ya kwamba anataka kuweka hiyo debate ya kwamba ni utapeli au sio, sina cha kumwambia, kwa sababu either mtu aamini ni utapeli au sio utapeli, mimi hainifaidishi kitu chochote. Kwamba kama mtu perception yako ni kwamba watu wanatumia nguvu kubwa kutafuta labda watu wa kuwafundisha, hiyo mindset itakupelekea uweze kuona nguvu inatumika. Lakini sidhani kama umeshawahi kujiuliza kwamba let's say Dr. Kairuki kafungua chuo, kipindi cha admission matangazo everywhere. Kwa nini anatumia nguvu kubwa kutafuta watu? Kitu gani kinafanya afanye hivyo? Au previously hapa tumeona kuna msanii kafanya tamasha event ya kufundisha watu mambo yanayohusiana na sanaa, matangazo everywhere, kuanzia kwenye vyombo vya habari, social media, influencers and all these things. Sidhani kama mtu anajiuliza kwamba
hivi kwa nini huyu anatumia nguvu kubwa hivi? Na sidhani kama mtu anaweza akafanikiwa kwa kutumia forex. Forex inaweza ikawa ni nafasi nzuri sana ya kukupatia pesa, ila kupata pesa na kufanikiwa ni vitu viwili tofauti. Ndio maana wapo watu wengi tu wanapata pesa kwenye trading miezi 6 unamkuta yuko sifuri, ameanza upya. Sio hata watu ambao wengine ambao tunafahamiana nao kabisa, wengine wanafunzi wetu, mtu anapata pesa ndani ya muda mchache hana kitu. Kwa hiyo tukiongelea mafanikio ni kitu very subjective, kwa kumaanisha kwamba napata pesa kwenye trading na nawekeza kufanya vitu vingine. Huu mtu mwenyewe ambao umekuta hapa ni uwekezaji mkubwa sana, kwa very strategic, kwa kwamba nikipata pesa yangu nitaiheshimu kuliko chochote kile, na the way ambao nitaiheshimu ni kwa kuangalia namna gani hiyo pesa naweza nikaitumia kupata pesa zaidi. Forex ni biashara ambayo kama biashara nyingine, na kwenye hili nitakwambia vitu viwili, kwamba ukienda let's say kwa muuza nguo au ukaenda kwa mtu anayefanya biashara aina yoyote ukamuuliza hii biashara inaweza kuwa chanzo cha kudumu, hawezi kukwambia kwamba inawezekana au haiwezekani, kwa sababu inategemea wewe utaenda kuifanya vipi. Ukienda kuifanya imradi unafanya tu, sio tu kupata mafanikio, inaweza hata ikakurudisha nyuma. Kwa hiyo ni like biashara nyingine tu, kwamba ukifanya kupata matokeo kuto kupata, it depend on approach vipi. Hizi tu biashara nyingine, kila siku watu wanafungua frame, ukienda miezi 3 miezi 6 washafunga. Ukiwauliza kwamba hii biashara unaweza kupata kipato cha kudumu, ingekuwa wanapata cha kudumu sidhani kama wangefunga, ni the same. Lakini tukija kwenye upande wa biashara ya forex, risk yake ni kubwa, especially kama mtu huna maarifa sahihi. Kwa hiyo tukisema risk yake ni kubwa, ni kwamba watu wengi wanakuwa na ile mindset ya kwamba forex ni njia rahisi ya kujipatia pesa, which sio kitu cha kweli. Kwa mtu akishakuwa na hiyo mindset, anakuwa anafikiria inabidi nipate kipato cha kudumu. Ukimuuliza kipato gani, atakutajia figures ambazo zinamrequire very huge experience mpaka aweze kuzipata. Yeye anataka azipate probably baada ya wiki 3, baada ya mwezi, baada ya miezi 2, na most important bila kuwekeza chochote kwenye kujifunza. Anataka tu kwamba angalie video 5, 6, watu wanabai vipi, wanafanya analysis vipi, then aingie kwenda kuinvest. Mwisho wa siku anapoteza. Forex sio sehemu ambapo ndio unatakiwa ukimbilie baada ya kushindwa maisha, kwamba ushafeli kwenye mambo yako mengine huko, ndio unakuja sasa kwamba okay, hebu ngoja sasa nikajifunze forex ili nijikwamue. Kwa sababu ni sehemu ambayo kama mtu umefeli vitu vingine huko, probably huku utakuja utafeli twice, kwa sababu sio biashara rahisi. Sio biashara ambayo mtu unakuja kudownload pesa. Ni biashara ambayo inabidi upate maarifa sahihi. Na tukisema maarifa sahihi, hatuzungumzii tu hizi candlestick ambazo watu wanaziona au kusoma vitabu 2-3. Tunazungumzia mtu uwe na a very proper foundation, msingi imara wa namna gani hii biashara inafanyika. Then mtu uwe na ujuzi sahihi wa namna gani technicals zinafanyika. Technicals kimaanisha uchambuzi na hizi graph ambazo watu wengi wanaziona. Then uweze kujifunza kiundani risk management inafanyika vipi. Lakini kitu cha mwisho ni kwamba forex ina involve a lot of risk. Kwa hiyo kwenye risk kuna kupata, kuna kukosa. Na hapa kwenye kupata na kukosa, mtu inabidi awe psychologically very stable ili aweze kuhandle namna gani biashara inafanyika. Kwa hiyo kitu kikubwa, mtu akiinvest kwenye maarifa, anakiwa hivi vitu vyote aweze kuvimudu vizuri. Na watu wengi wanakuja kwenye biashara, wanafanya miezi 6, miezi 3, forex ni utapeli, kwa sababu walikuwa wavivu kuwekeza kwenye maarifa. So perhaps the market isn't a scam. Believing every screenshot might be. That's iNews. Real people, real questions, real conversations. Because opinions are everywhere, but
evidence is harder to find. I'm Camelia. See you next week when we'll ask another question everyone thinks they already know the answer to. Good night.